Wanasema kuna siri ambazo binadamu hapaswi kuzijua, lakini mara nyingi udadisi wa mwanadamu ndio unaompelekea kwenye hatari. Katika jiji la Dar es Salaam, vijana wawili waliamua kumfuatilia rafiki yao usiku. Walizani watagundua siri ya mapenzi, lakini kile walichokiona karibu na bahari ya Mbezi Beach kilibadilisha maisha yao milele. Karibu kwenye sehemu nyingine ya simulizi yetu ya Nilipendana na Jini wa Baharini. Siku chache zilikuwa zimepita tangu Amani aanze kukutana na Nura, na kadri siku zilivyopita, hisia kati yao zilianza kukua haraka sana. Katika mitaa ya Sinza, rafiki zake wawili Juma na Salimu walikuwa wameanza kugundua kitu. Amani alikuwa anapotea kila usiku. Salimu akasema kwa sauti ya mashaka, "Bro, kuna kitu kinaendelea kwa Amani." Juma akavuta pumzi kisha akasema, "Ndiyo, na mimi nimegundua." Salimu akacheka kidogo, labda kapata demu wa siri. Lakini Juma hakutabasamu, bali alisema, "Amani si mtu wa kufanya mambo ya siri hivi." Salimu akamwangalia kwa makini kisha akasema, "Kwa hiyo unamaanisha nini?" Juma akasema polepole, "Tunapaswa kumfuatilia." Usiku ulipofika, kama kawaida, Amani aliondoka nyumbani kimya kimya. Lakini safari hii hakujua kuwa nyuma yake Juma na Salimu walikuwa wanamfuatilia. Barabara zilikuwa tulivu. Mwanga wa taa za barabarani ulionekana hafifu kutokana na ukungu wa usiku. Hatimaye Amani alifika karibu na ufukwe wa Mbezi Beach. Alisimama karibu na maji ya bahari. Dakika chache baadaye, Nura alitokea gizani. Juma na Salimu walikuwa wamejificha nyuma ya mashua iliyokuwa ufukweni. Salimu akamnong'oneza Juma, "Bro, kweli kuna msichana?" Juma akamwangalia kwa makini, "Ndiyo, lakini kuna kitu si cha kawaida." Amani na Nura walianza kutembea pamoja kando ya ufukwe. Mazungumzo yao yalikuwa ya karibu sana. Amani akasema kwa tabasamu, "Unajua nini Nura? Tangu nikukute hapa, maisha yangu yamebadilika." Nura akamwangalia kwa macho ya kina, kisha akamuuliza, "Kwa nini unasema hivyo?" Amani akacheka kidogo, kisha akasema, "Najikuta nangojea usiku ufike ili nije nikuone." Nura alitabasamu, lakini tabasamu hilo lilikuwa na huzuni kidogo ndani yake. Wakati huo huo, Juma na Salimu walikuwa bado wamejificha. Salimu akasema kwa sauti ya chini, "Bro, huyu ni msichana wa kawaida tu." Lakini Juma alikuwa bado anaangalia kwa makini. Ghafla, upepo mkali ulivuma kutoka baharini, na kitu kilitokea ambacho kilimfanya Salimu ashikilie mkono wa Juma kwa hofu. Macho yake, "Umeyaona?" Salimu alinong'ona huku akimuuliza Juma na kumwonyesha macho ya Nura. Juma akakunja uso. Machoni mwa Nura kulikuwa na mwanga hafifu wa ajabu, lakini Amani hakugundua. Dakika chache baadaye, Amani aligeuka kuangalia baharini, lakini wakati huo huo Juma alishusha macho yake chini kwenye mchanga, na hapo ndipo aliona kitu kilichomfanya moyo wake usimame kwa sekunde. Kulikuwa na alama za miguu ya Amani pekee kwenye mchanga. Hakukuwa na alama za miguu za Nura. Juma akamnong'oneza Salimu kwa sauti ya hofu, "Bro, angalia chini." Salimu alipotazama mchanga, uso wake ukabadilika ghafla. "Bro, hii haiwezekani." Lakini kabla hawajaongea zaidi, ghafla mawimbi ya bahari yakagonga ufukweni kwa nguvu kubwa.
na kivuli kikubwa sana kilionekana juu ya maji kwa sekunde chache. Sauti nzito ya kutisha ilisikika kutoka baharini, sauti ambayo haikuwa ya binadamu. Salimu akatetemeka, akasema, Juma, iko nini? Juma akasema kwa sauti ya hofu, ndugu yangu, haipaswi kuwa hapa, tuondoke. Lakini wakati huo huo Nura aligeuka ghafla kana kwamba amesikia kitu. Machoni pake kulikuwa na hofu. Aliangalia moja kwa moja mahali ambapo Juma na Salimu walikuwa wamejificha, kana kwamba aliwaona. Lakini hilo halikuwa jambo la kutisha zaidi. Jambo la kutisha zaidi ni kwamba uso wake ulianza kubadilika pole pole, na hapo ndipo Juma alianza kuelewa jambo. Msichana aliyekuwa na Amani hakuwa mwanadamu wa kawaida. Mwisho wa sehemu ya 4. Tusikose sehemu ya 5. Simulizi yetu hii Nilipendana na Jini wa Baharini. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pia. Bye bye.